Tell it from your heart. Oh, it is you that I love. It is you that I give all. Jesus, Jesus, you're wonderful. Jesus.
Thank you, Father. Asante Baba. Receive your neighbor in the house of God with a smile. Mpokee jirani yako kwa nyumba ya Bwana ukitabasamu. Tell them Jesus is here for you. Mwambie Yesu yuko hapa kwako. Tell them your story will change forever. Mwambie hadithi yako itabadilika milele. This is your month. Huu ni mwezi wako. You are going to experience an overflow. Unaenda kukutana na mtiririko. I say you will experience an overflow. Utaenda kukutana na mtiririko zaidi. David said that you prepare a table for me in the presence of my enemies. Daudi akasema unaniandalia meza machoni pa watesi wangu. You've anointed my head with oil. Umepaka kichwa changu mafuta. And my cup Kikombe changu overflows. kinafurika. Your cup will overflow. Kikombe chako kitafurika. You are anointed Umepakwa with mafuta, oil, mafuta, strength nguvu to break through ya kupenya into a place kuingia mahala where you will have an overflow. ambapo utakuwa na kufurika. An overflow. Kufurika. Somebody shout hallelujah. Mtu sema haleluya. This is not, God does not say anything in a light way. Mungu haneni jambo lolote kwa njia ambayo ni ya kupuuza. Everything he says, Kila kitu anachosema he means it. anamaanisha. I say he means it. Anasema anamaanisha. You will not lack anything. Hautakosa chochote. This is covenant. Hili ni agano. You must understand you are a person of covenant. Lazima ufahamu kwamba wewe ni mtu wa agano. And covenants are not broken. Na agano hazivunjwi. You can't break covenant. Hauwezi kuvunja agano. God says everything. Mungu husema kila kitu. And everything that he says Na kila analosema is true. ni kweli. It will happen Litatendeka because he swears about what he says. kwa maana ameapa kwa kile anasema. That's why Ndiposa he says surely nasema hakika goodness wema after your cup overflows. baada ya kikombe chako kufurika. He says surely Nasema hakika goodness. wema. Everybody say it surely. Say it with confidence. Goodness and mercy will follow me all the days of my life. Say all the days of my life. All the days. Look at your neighbor, tell them that is not a good statement. Angalia jirani, mwambie hilo si semi nzuri. It is supposed to be your portion. Inapaswa kuwa fungu lako. He says surely. Sema hakika. He says surely. Sema hakika. If he had anyone higher than him that he could use to swear, instead of saying surely, he would have sworn. Angekuwa na yeyote ambaye ako juu yake ambaye angemtumia kuapa, hakika angeapa. But because there is no one who is greater than him, Lakini kwa maana hakuna aliye mkuu zaidi yake,
when he feels like swearing, he says, surely. Akihisi kuapa anasema hakika. Everything that he says is sure. Kila kitu anasema ni hakika. It is sure. Ni hakika. It is guaranteed. Ni hakika. Somebody say amen. Mtu sema amina. Let's make our confession before you sit down. Fanya ungamo 1, 2, 3. And God is able to make all grace abound towards me, that I, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Yeah. Amen. Amina. Celebrate that word like it is true. Sherekea neno hilo kana kwamba ni kweli. Thank you very much, Esther and your team. Asante sana Esther. Let's appreciate. Timu yako. Tuwaenzi. Appreciate them. Tuwaenzi. You may be seated Naweza keti in the presence of God. uweponi mwa Mungu. 2 Corinthians chapter 1 Korintho wa pili sura ya kwanza and verse 18. mstari wa 18. 2 Corinthians chapter 1. Wa Korintho wa pili sura ya kwanza. Read it loudly together with me. But as God is true, it is on the screen. So Kwenye kiwango. stop looking for it in your... Let's Sitafute. read it from the screen. 1, 2, 3, read it. But as God is true, our word toward you was not yea and nay. Hey, this is the King James Version. Verse 19. Mstari wa 19. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, and Silvanus, and Timotheus, was not yea and nay, but in him was what? Yeah. In him was what? Ndani mwake ilikuwa ni Verse 20 says, 20. for all the promises of God in him are yea, and in him amen, unto... Lord God. Read it again. Yeah. Glory of God. All the promises of God. Ahadi zote za Mungu. Your Bible is a book of promises. Biblia yako ni kitabu cha ahadi. We have the new covenant Tuko na agano jipya and the old covenant. na agano la kale. A covenant as promises. Agano lina ahadi. When you make covenant, Ukifanya agano, you enter into promises that cannot be uttered or broken. ukifanya agano unaingia katika ahadi ambazo haziwezi kubadilishwa au kuvunjwa. When you know your God, Ukimjua Mungu wako, you become strong. unafanyika hodari. Why? Kwa nini? Because everything that he says in his word, Kwa maana kile chochote asemalo kwa neno lake, he will watch over it atalitazama au kulichunga to fulfill it. hadi kulitimiza. He cannot say something today Haezi sema kitu leo and tomorrow say something the opposite. na kesho aseme kinyume. You need to understand the covenants of God Unapaswa kuelewa agano za Mungu so that your faith, ili kwamba imani yako, no matter what you go through, haijalishi utapitia nini,
No matter what happens, Haijalishi nini kinatendeka. you know Unajua that this is not the end. kwamba huu sio mwisho. Because God has said something different from what is going on. Kwa maana Mungu amesema jambo tofauti na kile kinaendelea. And if he has said something different from what is going on, Na iwapo amesema kitu au jambo tofauti na kile you kinaendelea, don't worry about what is going on. haukui na wasiwasi au hofu ya kile You kinaendelea. hold on to what he has said. Unashikilia kile amesema. You hold on to what God has said. Unashikilia kile Mungu This amesema. is called faith. Hii inaitwa imani. You hold on to what God has said. Unashikilia na kuamini kile Mungu Because amesema. what he has said is not a suggestion. Kwa maana kile amesema si maoni. He has said it by covenant. Amesema kwa agano. He has said it by covenant. Amelisema kwa agano. And everything that he says, something dies to confirm that it must happen. Na kile chochote anasema kuna kitu lazima kife kuthibitisha kwamba lazima itendeke. I'm picking from where we stopped before we went for Labor Day. Ninaanzia pale tulikomea kabla tujaenda sikukuu ya Labor Day. We are trying to understand how Tunajaribu covenant works. Tunajaribu kuelewa jinsi maagano hutendesha. When you understand it, you will never walk in doubt. Ukielewa hautaitembea kwa shaka. No matter what happens. Haijalishi nini kinatendeka. Even if the earth falls into pieces, hata iwapo ulimwengu utavunjika vipande, God will still do what he said he would do. Mungu bado atafanya kile alisema atafanya. There is nothing that can change. Hakuna kile kinaweza kubadilika. What God says. Au kubadilisha kile Mungu anasema. Nothing. Hakuna. The moment you understand this, mradi tu unaelewa hili, you begin to live differently. Unaanza kuishi tofauti. I told you David understood it. Niambia Daudi alielewa. And he made the Lord his shepherd. Na akamfanya Bwana mchungaji wake. He made the Lord his shepherd. Alimfanya Bwana kuwa mchungaji wake. He said the Lord is my shepherd. Sema kwamba Bwana ni mchungaji wangu. I will not lack anything. Sitapungukiwa kitu chochote. How many people know that word David is saying is true about you? Wangapi mnajua kwamba hilo neno Daudi anasema ni kweli? Somebody say the Lord Sema Bwana is my shepherd. Mchungaji wangu. You have to make him that. Lazima umfanye hivi. The problem we have today, shida tulionayo leo, is that God has made covenant with the church. Ni kwamba Bwana amefanya maagano na kanisa. But the church has not made the covenant their own. Lakini kanisa halijafanya agano hiyo kuwa yake. When God gives you a promise, Mungu akikupa ahadi, for it to happen, ili itendeke, you must own it. Lazima uimiliki. Because he doesn't give material things. Kwa maana yeye hapeani mali za asili. He gives promises. Anapeana ahadi. He doesn't give you a house even when you pray for a house. Hakupatii nyumba hata ukiombea nyumba. He gives you a promise. Anakupatia ahadi that you will build houses and you will live in them. Kwamba utajenga nyumba na utaishi ndani mwake. He says you will build houses. Sema utajenga nyumba. And you are busy saying, oh God, give me a house. Na wewe unajishughulisha kusema, Mungu nipe nyumba. God says, Bwana sema, you will build houses. Utajenga nyumba. You are asking for one. Unaomba moja. He says, no, that's not what I'm thinking about you. Mimi sifikiri hilo juu yako. I'm thinking about you having houses. Na kufikiria au kukuwazia kuwa na nyumba nyingi. And you will build them yourself. Na utazijenga mwenyewe. And you will live in it. Na utaishi ndani mwazo. I will never forget. Sitaisahau. When I was so discouraged. Wakati nilikuwa nimeshushwa mno. I was thinking of quitting ministry. Nilikuwa nafikiria kuondokea huduma. I was traveling from Nairobi in Coast Bus. Kiwa nasafiri kutoka Nairobi na basi ya Coast Bus. At night. Usiku. Completely
discouraged, nimepigika na kushushwa mno, ready to quit. niko tayari kujiuzulu. And God took my life over. Naye Mungu akachukua usukani wa maisha yangu. And he started to show me Akaanza kunionyesha why he called me. kwa nini aliniita. He started to show me Alianza kunionyesha what he has given me. kile ambacho amenipatia. And let me tell you, Acha nikuambie, I give this testimony all over. If you have heard it before, it will not hurt you to hear it again. mimi hutoa ushuhuda huu kila mahala. Kama umewahi kusikia, haitakudhuru. Because he who has a son has a testimony. Kwa maana yeye aliye na mwana ana ushuhuda. And this is my testimony. Na huu ni ushuhuda wangu. I sat in that bus. Nilikaa katika basi I don't hilo. know who was sitting next to me. Sijui nani alikaa karibu I na cannot mimi. remember whether it was a man or a woman. Siwezi kumbuka ilikuwa mwanaume I au cannot mwanamke. remember whether I was seated at the window or I was sitting on the aisle. Sikumbuki nilikaa dirishani au kwenye mapito. I didn't see Mutitu Andei. Sikuona Mtito I Ndei. know the buses stop in Mutitu Andei. I didn't see the bus stop. Najua basi usimama pale, lakini sikuona. I don't remember simama. whether people walked out. Sikumbuki kama watu walitoka nje. You say, were you sleeping? Uliza walikuwa No, umelala. I wasn't sleeping. La, sikuwa nimelala. God was dealing with me, Mungu alikuwa anakabiliana nami, showing me akinionyesha that he has not left me. kwamba yeye hajaniacha. So I cannot afford to give up. Kwa hivyo siwezi jaribu kukata I tamaa. have not yet seen Bado sijaona what he has in store for me. ile ameniwekea galani, And that's why I was discouraged. na ndiposa nilikuwa nimeshushwa moyo, Because I was only seeing what was going on, kwa maana alikuwa na idea kile ambacho kinaendelea, which was discouraging. ambacho kilikuwa ni cha I kushusha. came to tell you, Nimekuja kuambia he has a plan for you. ana mpango juu yako. Don't fix your eyes on what is visible. Usiweke macho yako kwa kile Because kinaonekana, what is visible is temporal. kwa maana kile kinaonekana ni cha It is kupita, bound to change. lakini kinaenda kubadilika. This is why I preach the gospel. Ndiposa nahubiri Injili. I meet so many discouraged people Nakutana na watu wengi walioshushwa mioyo, who are where I was. ambao wako pale nilipokuwa, Ayaya. hey, Ready to quit. tayari kujiuzulu. Tell your neighbor, don't quit. Ya jirani yako usijiuzulu, He will never leave you. hatawahi He will kukuacha, never forsake you. hatawahi kukuondokea. Madabasi alaba. And I'm sitting there. Na nimeketi pale, Then he shows me this big building kisha ananionyesha jengo hili kubwa mno, full of people. limejawa watu. I couldn't see the people sitting at the back. The building was so big. Singeona watu walioketi kule nyuma, ilikuwa ni jengo Couldn't see kubwa their mno. faces. I couldn't recognize. Singetambua kuona sura zile. And I am here, seeing all these thousands of people raising up their hands, worshiping Jesus. Na niko hapo na mnaona watu hawa, maelfu ya watu wakiinua mikono yao juu wakiabudu Yesu. That time, Wakati huo the congregation is not even 50. kusanyiko lile alifiki hata watu 50. And here God is showing me Na hapa Bwana ananionyesha a big building jengo kubwa full of people limejawa watu worshiping Jesus. wakiabudu Yesu. And he said, son, Anasema, mwanangu, I have given you this. nimekupatia hii. He said, I've given you this. Nimekupatia hii. He said, I've given you this. Nimekupatia hii. Now I am saying it in a few minutes. Can you imagine how long it takes from Nairobi to Mombasa? Ninaisema tu kwa ufupi, lakini wewe fikiria kutoka Nairobi hadi Mombasa ni muda. So it was not said the way I am saying it. I summarize. Kwa hivyo haikusemwa jinsi nimesema, mimi natoa tu muhtasari. So throughout the journey, I didn't see anywhere. Kwa safari yote ile sikuona mahala popote. We arrived in Mombasa. Tukafika Mombasa, Everybody got out of the bus. kila mtu akashuka basi. I am still with God Mimi bado niko na Mungu. in that coast bus. Nikiwa katika basi hilo la Coast, He is still dealing with me. bado anakabiliana nami.
killing every carnality that was in me so that I may live the life that he had for me to live. Akiua kimwili chote kilichokuwa ndani mwangu ili kwamba niweze kuishi maisha ambayo yeye anataka mimi niishi. When I got to my senses, nilipojitambua, I was all alone in the bus. nilikuwa peke yangu ndani ya basi. Everybody had gotten out. Kila mmoja alikuwa ameshuka. I looked outside. Nikaangalia nje. It was Mwembe Tayari. Kwa ni pale Mwembe Tayari. So I got out. Hata mimi nikashuka. After that, baada ya I started looking for the building God told me he had given me. Nikaanza kulitafuta hilo jengo Mungu alikuwa ameniambia amenipatia. I looked everywhere. Nilitafuta kote. I never found it. Sikuwahi ilipata. I said, God, sema Mungu, how can you show me something like this and you tell me you have given me? Utanieleza aje kwamba umenipatia kitu kama hiki ambacho umenionyesha? And I can't find it. Na siwezi kukipata. So I went in prayer. I said, Lord, kaingia maombi kusema Bwana, I can't find the building. Where is it? Siwezi lipata jengo hili, liko wapi? And one day I am praying. Siku moja mimi naomba. He said, son, sema mwana, you're the one who is going to build it. Wewe ndiye unaenda kulijenga. I have given it to you. Nimekupatia. But it is you who is going to build it. Lakini ni wewe utalijenga. So, kwa hivyo, I said, Jesus. Sema Yesu. Build what? Jenga nini? What I saw. Kile niliona. Now I don't have money. Na sina pesa. Even to eat. Hata za kula. Leave alone to build a building. Wacha kujenga jengo. This God is so wonderful. Huyu Mungu ni wa ajabu mno. He calls those things that are not as though they are. Huviita vile vitu visivyo kana kwamba vi tayari. He said you will build it. Sema utalijenga. How many of you have ever seen that building that he gave me? Wangapi wengi mmewahi kuliona hilo jengo? Let me see by a raise of hand. How many of you have ever seen it? Wangapi mmewahi kuliona? Inua mkono wako juu. You have never seen it. Hujai kuliona? You just need to follow me. Unapaswa tu kunifuata. This evening. Jioni ya leo. Come to Bamburi, you will see it. Kuja Bamburi utaliona. When I told the architects what God showed me, nilipowaambia mafundi uchoraji, they told me it cannot be done. Waliniambia haiwezekani. There is no building of that size that does not have pillars to hold the roof. Wakasema hakuna jengo kiasi hilo ambalo halina nguzo za kushikilia paa. I said, go away. Kaambia ondoka hapa. You are not the ones that are going to help me to do what I need to do. I need people that can see. Nyinyi hamtanisaidia na kufanya kile nataka, nahitaji watu ambao wanaweza ona. This is why. Hii ndio sababu. You need to know him. Unahitaji kumjua yeye. When he gives a promise, akitoa ahadi, he cannot back off. Haezi kuiondokea. It doesn't matter where you are. Haijalishi uko wapi. When he gives you a promise, akikupatia ahadi, he cannot back off. Haezi kujiondoa. I say when he gives you a promise, sema akikupatia ahadi, I am saved forever. Ninasema milele. Because he promised. Kwa maana aliahidi. That whoever believes in him. Yeyote atakayemwamini. Shall not perish. Hata. So I cannot perish. Kwa hivyo siwezi kufa. I have everlasting life. Nina uzima wa milele. No matter what happens. Haijalishi nini kinatendeka. You can't take it away from me. Hauwezi kulitoa kwangu. It is mine. Ni langu, hawezi ninyang'anya. Eternal life is mine. I am saved forever. Mimi nimeokolewa milele. Look at your neighbor, tell them, neighbor. Angalia jirani, mwambie jirani. Get what he has given you. Pata kile ambacho amekupatia. Because he gives it by covenant. Kwa maana yeye hupeana kwa agano. That's why your Bible is New and Old Testament. Ndiposa Biblia yako ina agano jipya na agano la kale. Because it is full of God's promises. Kwa maana imejaa na ahadi za Mungu. And the Apostle Paul says, na yeye mtume Paulo akasema, in 2 Corinthians chapter 1 verse 18, Wakorintho wa pili sura God is faithful. Kwamba Mungu ni mwaminifu. As he is faithful.
jinsi alivyo mwaminifu. How many of you believe he is faithful? Wangapi mnaamini yeye ni mwaminifu? You see the confession we make in 2 Corinthians 9:8. Ungamo ambalo sisi hufanya katika Wakorintho wa pili 9:8. When God opened my eyes to that scripture, Mungu alipofungua macho yangu kuona andiko hili, lack left me. ukosefu na kupungukiwa I say iliniondokea. lack left me. Upungufu iliniondokea. Lack left me. Ukosefu iliniondokea. I started saying it. Nilianza kulikiri. I started believing that God is able. Nikaanza kusadiki kwamba Mungu anauweza. And he gives something called grace. Everybody say grace. Na anatoa kitu kinaitwa neema. Everybody say grace. Kila mmoja asema neema. Grace Neema is when he takes over and he begins doing things for you. ni wakati anachukua usukani, anaanza kukufanyia mambo. For by grace are ye saved. Kwa maana kupitia neema umeokoka. He does for you what you can't do for yourself when grace is released to you. Anakufanyia kile huwezi jifanyia wakati neema inaachiliwa kwako. So grace, Kwa hivyo neema, God is able Mungu ana uwezo to make all grace, wa kunikirimia neema all yote. grace, Neema yote. all grace. Neema yote. I said it until I got intoxicated with all grace. Nilisema mpaka nikapagawa na neema yote. All grace Neema yote. abound towards me. That I said, God, kwangu mimi. I want all grace. Na Mungu nataka You neema are yote. able Wewe una uwezo to make it happen. wa kuifanya Make it itendeke. happen. Wacha itendeke. All grace. Neema I yote. need all grace. Nahitaji neema yote. I'm tired Nimechoka of struggling. ya kung'ang'ana. I told him I want all grace. Nikamwambia nataka neema yote. All grace Neema yote to abound huweza kujaa towards me, na kwangu, so that ili kwamba always, kila wakati, not sometimes, si wakati mwingine, always. wakati wote. Everybody say always. Sema wakati wote. Not when the economy is good. Si wakati uchumi uko sawa. Always. Kila wakati. Not when I have money. Si wakati nina fedha. Always. Kila wakati. Not when everybody is trying to help me. Si kila wakati kila mtu anajaribu kunisaidia. Even when they are not. Hata wakati hawanisaidii. Always. Wakati wote. Not when everything is working okay. Si wakati kila kitu kinaendelea vizuri. Wakati wote. Always. Wakati wote. This is a promise. Hii ni ahadi. It can't change. Haiwezi badilika. You can't change it. Na huwezi ibadilisha. You can't change it. Hauwezi ibadilisha. God is able Mungu ana uwezo to make grace kunikirimia neema abound towards you. juu The yangu. moment you believe that, Wakati utaamini hilo, He takes over anasika usukani to confirm that word kuhakikisha neno hilo, because He is faithful. kwa maana yeye ni mwaminifu. Because He is faithful. Kwa maana yeye ni mwaminifu, He cannot lie. haezi danganya Neither can He change His mind. na wala haezi kubadilisha nia yake. What He has said, Kila amesema you make it good. analifanya kuwa bora, I say you make it good. atalifanya kuwa chema. You are very quiet. I don't know whether I should be talking to you. I should go to some people who are in this kind of frustration I had. Mko wanyamavu sana, sijui niendee watu ambao walikuwa wamefedheheshwa kiasi ambacho nilikuwa nimefedheheka. When I saw that, Nilipoona hilo, I started praying differently, Pastor. kaanza kuomba maombi tofauti, mchungaji. I stopped praying the way I was praying. Niliacha kuomba jinsi nilikuwa naomba. I started to claim things. Nilianza kudai I vitu. said, God, Sema Mungu, silver and gold is thine. fedha na dhahabu ni According zako. to Haggai 8. Kulingana na Hagai 8. I started quoting the scripture to God. Nikaanza kunakili andiko Telling him, kwake. this is what your word says. Nikamwambia hivi ndivyo neno lako So linasema. what I need Kile nahitaji to build that house kujenga nyumba is hiyo already provided. tayari I umenipatia. am not afraid. Mimi sitaogopa. I will build it. Nitajenga Because you have given it to kwa me. maana umenipatia It mimi. must become a reality. Lazima I ifanyike say it halisia. must become a reality. Lazima ifanyike halisia. So we started building it. Kaanza kujenga.
People gave Watu wakatoa until they could not give anymore. wakafika mwisho hawangetoa tena. Some people started leaving church Watu wengine wakaanza kutoka kanisani because we are building something that cannot be finished. kwa maana tunajenga jengo ambalo haliwezi kuisha. We have given and it is just some chumas round like this. Tumetoa building. lakini vyuma tu, hakuna jengo. No building. Hakuna jengo. So I stood up in church. Kasimama kanisani, I said to the people, kaambia watu, God didn't tell you to do that. Mungu hakuambia mjenge hilo. He told me. Aliniambia mimi. I said, and from now, Nikasema kuanzia sasa I will not talk about that building sitazungumzia jengo hilo tena until the one who told me to build it hadi yule aliyeniamuru nijenge give me what is needed. anipatie kinachohitajika. For Wakati the huu roof, we needed 120 million Kenya shillings. ili kuweka paa tulihitaji milioni 120. 120 million Kenya. Milioni 120 pesa za Kenya. This is not last year. Hii si mwaka jana. If it is today, Ingekuwa leo it would be over 200 million. ingekuwa ni zaidi ya milioni 200. No bank could lend us money. Hakuna benki ingetukopesha pesa. We didn't qualify for even 10 million. Hatukufuzu kupewa hata milioni 10. So where are you going to get 120 million? Utatoa milioni 120 wapi? The people are tired. Watu wamechoka, hawatoi tena. Where are you going to get it from? Utaitoa wapi? I'm just trying to tell you that a problem of yours is too small. Najaribu tu kukuambia hapo kashida kako ni kadogo sana. Mina. The devil magnifies small things. Ibilisi hufanya mambo madogo kuwa makubwa. Say, oh, you are finished. Wewe umeisha wewe. How can he say you are finished and you are still here? Atasema aje umeisha na bado uko hapo? Stop believing his lies. He's just lying. Wacha kuamini uongo wake, ni anakudanganya tu. And I would wake up every morning. Ngaamka kila asubuhi. And I would say, Niseme, you give me the building. ulinipa jengo. And the money belongs to you. Na hela ni zako. Silver belongs to you. Fedha ni yako. Gold belongs to Dhahabu ni you. yako. Cattle on 1,000 hills are Wanyama thine. milimani. Lord, I will Bwana, not worry about that building. sitakuwa na wasiwasi na jengo You hilo. have given it to me. Wewe umenipatia. So I started seeing the building complete. Nikaanza kuona jengo likiwa limeisha. I started talking like it is complete. Nikaanza kuzungumza kana kwamba limeisha. But it was chuma. Lakini ilikuwa ni vyuma No tu. size, no nothing. Chuma imefika tu mahali. Yes. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. As he is faithful, Jinsi alivyo mwaminifu, so ndivyo is my word to you. neno langu kwenu. I don't teach just stuff. Sifundishi tu vitu. I teach what I have tested. Nafundisha kile nimepitia, nimekitahini. When I talk about faith, I know how faith works. Nikizungumzia imani najua jinsi When I imani talk about hutendeka. prayer, Nikizungumzia I know prayer maombi works. najua maombi hufanya kazi. Yes. Ndio. I have tested what I teach. Nimejaribu kile nafundisha. As God is faithful, Jinsi Mungu alivyo mwaminifu, so is what I am teaching you right now. ndivyo kile ninawafundisha You sasa can hivi. rely on it. Unaweza You itegemea. can depend on everything I Unaweza say. tegemea kila kitu nasema. They say you can take it to the bank. I don't say that. I'm not worldly. I say you can take it to God. Wanasema unaweza kuamini hadi uende benki ukope, lakini sisemi hivyo. Nasema naipeleka kwa Mungu. It will work. Inatenda kazi. You cannot serve God. Hauwezi kumtumikia Mungu. You can't know him Huwezi mjua and live a life of misery. na uishi maisha ambayo ni ya In kusononeka. the midst of your trouble, Kati- rejoice in the Lord
always. Katikati ya dhiki zako, shangilia ndani ya Bwana kila wakati. Holding your cheek and beginning to use your little head that cannot believe gets you into more trouble. Ukishika tama na kuanza kutumia kichwa chako ambacho hakiwezi kukusaidia, itakuingiza tu mashakani zaidi. Trust him. Mtumainie. Those who know your name put their trust in you. There is no other faithful God, so loving and true. This God is faithful. Huyu Mungu ni mwaminifu. And as he is faithful, Na jinsi alivyo mwaminifu, so is my word to you. ndivyo neno langu lilivyo kwenyu. Yes. Naam. Yes. Naam. Yes. Naam. I say to you, Nawaambia, if you believe what I am saying, iwapo naamini kile you nasema, will see an overflow. utaona kufurika. You will see an overflow. Utaona kufurika In the month of May, katika mwezi wa in tano. the month of May, Katika mwezi wa tano things will turn around. mambo yatabadilika. We are going to pray more. Tunaenda kuomba We zaidi. are going to give more. Tunaenda kutoa We are zaidi. going to fast like we have never fasted. Tunaenda kufunga kana kwamba tujaifunga This tena. is what you need to do. Hili ndio unapaswa kufanya. Kill every carnality in you. Kuwa kila kimwili ndani mwako. Pray and fast Omba kwa kufunga until your doubt dies, hadi shaka yako so ife, that you can hear clearly ili usikie when God speaks. wakati Mungu ananena. The devil is telling you, oh, this is chronic. Ibilisi anakuambia, oh, hii ni sugu. Kill your hunger, it will kill you. Liua amu wako itakuwa na. You need to raise your head and say no. Paswa kuinua kichwa chako ambie la. My name is not my uncle. Jina langu si amu wangu. My name is me. And you Jina tell the langu ni devil, mimi. Naambia Ibilisi, you are talking about so and so. You tell him your name. unazungumzia fulani na fulani. Unamwambia jina lako. And you tell them, Unaambia that may be my relative, huyo anaweza but I'm kuwa not them. ndio jamaa wangu, lakini mimi si. What killed them cannot kill me. Kile kiliwaua hakitaniua mimi. Amina. Oh, in your family, Oh, kwa jamii yako nobody does, I don't know what. hakuna mtu hufanya hiki na You kile. need to raise your hand and tell the devil, who Paswa, are you talking about? na inua kichwa yako naambia Ibilisi, unajua unaongea juu ya nani? Who are you talking about? Unaongea juu ya nani? Are you talking about me or somebody else? Unaongea juu yangu ama mtu mwingine? He said, my pastor told me. Mchungaji wangu And if you aliniambia. don't know his name is lie. Na mwambie kama hujui jina lake, mwambie jina lake ni lie. You tell him, Namwambia, he told me what he teaches is true. aliniambia kile anafundisha ni kweli And I believe. na ninaamini. So you, Kwa hivyo wewe, who is your pastor? mchungaji wako ni nani? What did he tell you? Alikuambia nini? You are a liar. Wewe ni mwongo. Get out of my way. Toka mpango. Oh, you can't have children. Hawezi kuwa na watoto mara Who's au. this? Nani anasema? Even if they removed your womb. Hata iwapo walitoa tumbo and lako you la want a uzazi. baby. One of my daughters in Nairobi. Moja wa binti zangu Nairobi, I was getting out of church. She said, kwa natoka kanisani akasema, Papa, Papa, I got married to have children. nilioleka nipate watoto. So I said, why can't you have? Sema kwa nini She usiwapate? said, they removed my uterus. Sema walitoa tumbo langu la uzazi. I said, so what? Kaambia kwa So what do hivyo you want? She said, I unataka want nini? children. Nataka watoto. I said, go have. Enda pata watoto. And without a uterus, she conceived. Bila tumbo la uzazi alitunga mimba. Wewe You need to begin to behave like you are a believer. unahitaji kuanza kuwa na tabia kama A muumini. believer believes against all odds. Muumini anaamini kinyume na mambo yote kinyume If naye. I didn't know what I know, Iwapo sikujua kile najua, I wouldn't be alive. singekuwa hai. So I don't play games with the people who are in church clapping their hand and singing songs that they don't believe in. Kwa hivyo sifanyi mizaa na michezo na watu ambao wako kanisani wanapiga makofi wanaimba nyimbo ambazo hata wasiamini. So this year, Kwa hivyo mwaka huu God is faithful. jinsi Mungu alivyo mwaminifu.
So is our word towards you. Ndivyo neno letu laja kwenyu. Yes. Naam. Every closed door will open for you. Kila mlango uliofungwa utafunguka kwa ajili yako. They say you don't have papers. You will still be employed without papers. Wanasema hauna vyeti au stakabadhi, bado utaajiriwa ukiwa hauna vyeti. They say you don't know anybody, so you can't get that tender. Wanasema ujui yeyote hawezi pata kandarasi hiyo. I declare whoever is supposed to give it to you, I command them to do it now. Natangaza na kuamuru yeyote ambaye anapaswa kukupatia kandarasi hiyo afanye hivyo sasa. Amina. Where we are going, pale tunaenda, we can't walk with doubting Thomases. hatuwezi enda na watu wanaoshuku On Friday kama Matomaso. I said I refuse to be a shepherd of goats. Nilisema nimekataa kuwa mchungaji wa mbuzi. I will only shepherd sheep only. Tachunga tu kondoo peke yake. The sheep hear the voice of the shepherd. Kondoo husikia sauti ya mchungaji and they follow. na wanafuata. They follow the shepherd. Wanamfuata mchungaji. Yes. Naam. You need to follow as we imitate God, imitate us. Unapaswa kufuata jinsi tunavyomuiga Mungu, utuige. You know why? Unajua ni kwa nini? Verse 20 says, Mstari wa 20 unasema, all the promises of God ahadi zote za Mungu in him. ndani mwake. In who? Ndani ya nani? All the promises of God Ahadi zote za Mungu in Jesus katika Yesu are yea. ni ndio. That means yes. Ndio. When he says, I'm your healer, Akisema mimi ni mponyaji wako, it is yes. ni ndio. He is not even going to heal you. He has healed you. Haendi kukuponya, alisha kuponya. Oh, you don't know what the doctor said. Oh, juu daktari alisema nini? I'm not a doctor. Mimi si daktari. Let doctors say what they want to say because they only say what they see. Wacha daktari waseme kile wanataka kusema, kwa maana husema tu kile wanaona. And they can change their mind tomorrow. Na wanaweza badilisha nia yao kesho. Because if God does something Kwa maana Mungu akifanya and they kitu stop seeing what they were seeing, na waache kuona kile walikuwa you think wakiona, they will continue to say what they were saying? unafikiria wataendelea kusema kile walikuwa wanasema? God spoke to me Mungu alinena nami when I was starting these meetings. nilipokuwa naanza mikutano hii. He said to me, Kaniambia people will walk in watu wataingia, and they will not even hear what you are teaching, hawatasikia hata kile and unafundisha, they will receive their miracle. na watapokea miujiza yao. One day I was preaching here. Siku moja nikawa nahubiri hapa, A young lady came and sat at the third row from the back, right where I am pointing. binti mmoja akaja akaketi pale kutoka katika viti vya tatu pale We nyuma. were finishing the service, so we were taking the offering. Tulikuwa tunatamatisha ibada, tunachukua sadaka. So she didn't hear any preaching. Hakusikia mahubiri yoyote. I heard the Spirit of God say, Kasikia Roho wa Mungu akisema, there is somebody kuna mtu who has entered here. ameingia hapa ndani, They are about to go for an operation. anaenda kupasuliwa. Cancel the operation. Kanusha na utupilie mbali So upasuaji huo. I said, somebody back there Nikasema mtu hapo nyuma is about to go for an operation. anapaswa kwenda kupasuliwa. The Lord Jesus heals you. Yes, Bwana Yesu And you will not amekuponya. need the operation. Hautahitaji kupasuliwa tena. I did not know. Sikujua She was going to be in the afternoon to be admitted so that the following day she could be operated. alikuwa anaenda dhuhuri hiyo kulazwa ili kesho yake apasuliwe. She was seated where I don't know, that brother with a white shirt. Alikuwa ameketi pale karibu hiyo ndugu aliye na shati la nyeupe That's it. pale kiti hicho. She goes to the hospital. Anaenda hospitalini, She says to the doctor, namwambia daktari,
I want you to take another scan. ningependa upige picha nyingine. The doctor said, Daktari anamwambia, we are operating on you tomorrow. What do you need? tunakufanyia upasuaji kesho, unahitaji picha nyingine ya nini? He said, take another scan. Kamwambia chukua picha nyingine. The doctor reluctantly took another scan. Daktari akaifanya tu shingo upande. And what he had seen, Kile alikuwa ameona had disappeared. kimepotea. So, said, we are still going to admit you Akasema bado tutakulaza for observation. ili tuweze kukuangalia, kukupima. As God is faithful, Jinsi Mungu alivyo mwaminifu, so is our word to you. ndivyo neno lako kwenye. So they observed her the following day. Kamchunguza kesho yake, They couldn't find anything. hawangepata kitu chochote, She was discharged. wakamwacha aende She nyumbani. came here Akaja hapa to testify. akatoa ushuhuda. Amina. Listen to me. Nisikize. Young believers try Jesus. Waumini wachanga humjaribu Yesu. Mature ones don't. Wakomavu hawafanyi hivyo. They trust him. Wanamtumainia. Stop trying. Wacha kujaribu. I'm closing here. Nafunga hapa. Stop trying. Wacha kumjaribu. Stop trying Jesus. Wacha kumjaribu Yesu. He is not at that level. Yeye hayuko katika kiwango hicho. Whatever he says, Chochote asemacho, he will make it good. atafanya kiwe chema. How about if it doesn't happen? Itakuwaje iwapo itatendeka? How about if it happens? Na ikitendeka je? That negative mind dead. Ondoa nia hiyo kinyume iwe. This is why this year we are going to fast more than we have ever fasted before. Ndiposa mwaka huu tunaenda kufunga zaidi ya hapo awali. To kill the flesh. Kuua mwili. To kill the flesh. Kuua mwili. So that you can hear clearly. Ili usikie kwa makini. When God speaks, wakati Mungu ananena, you can hear instructions. unaweza sikia maagizo. You stop hearing people. Unaacha kusikia watu. You begin to hear when God speaks. Unaanza kusikia wakati Mungu ananena. You hear. Unasikia. Because God is speaking right now. Kwa maana Mungu ananena hata sasa. So many of you are hearing Pastor Lai. Na wengi wenyu mnamsikia tu mchungaji Lai. You're just hearing me. Mnanisikia tu mimi. But when you hear God, lakini ukisikia Mungu, you know. Unajua. God has spoken. Kwamba Mungu amenena. Twice I have heard. Mimi mara mbili nimesikia. He has spoken. Amenena. I have heard twice. Nimesikia mara mbili. Thank you, Jesus. Asante. All what he has promised you. Kile chote amekuahidi. About health. Kuhusu afya. It is amen. Ni amina. All what he has promised you. Vyote amekuahidi. About heaven. Kuhusu mbingu. Is amen. Ni amina. So you cannot go to hell even if you want. Kwa hivyo huwezi enda jehanamu hata ukitaka. If he saved you, iwapo alikuokoa, you can't go to hell. Huwezi enda kuzimu. Hata ukapanga. Useme nimeacha hiyo safari ya kwenda mbinguni. Utajipata mbinguni tu. Amina. Useme nimefikaje huku. Yule aliahidi si ndugu yako. Ni Mungu. Amina. Hallelujah. He promised to bless me. Aliahidi kunibariki. It doesn't matter where I go. Haijalishi ninaenda wapi. I will be blessed in the city. Nitabarikiwa jijini. Blessed in the countryside. Tabarikiwa kijijini. Blessed when I come in. Barikiwa nikiingia. Blessed when I go out. Barikiwa nikitoka. I start to do something, he blesses. Naanza kufanya jambo linabarikiwa. And that promise is not mine, it's ours. Na ahadi hiyo si yangu, ni yetu. Amen.
Si upokee. Naipokea. Si upokee. Naipokea. Amen. Amina. Everything that is manifesting negativity is a lie from the devil. Chochote kinadhihirisha kinyume ni uongo kutoka kwa ibilisi. So tunakutana jioni kuvunja uto tu vitu. Amina. Kesha. Tunakesha. Ambia jirani tunakesha tukiomba. Tunakesha tukiomba. Hatutakesha tukiimba. Na hakuna kulala. Ukisikia usingizi ukija nitakufukuza. Kwambia nenda nyumbani, nenda ukalale. Wewe una sababu ya kukesha. Najua kuna watu wanaenda kesha tu, hawana sababu. So anaenda hapo naomba. Sienda nyumbani, enda nyumbani. Ngoja kutesa mwili, unautesea nini? Yesu aliteseka ili huu mwili ukapumzike. Sienda nyumbani ukapumzike. Unatesa mwili kwa nini? Kwa hivyo kesha ni ya wale ambao wako na maneno ya kuambia Mungu. Amina. Kuna mambo anasema njooni tusemezane. Kwa hivyo tunaenda kusemezana na yeye usiku kucha mpaka asubuhi. Tunasemezana na yeye. Wangapi wako tayari kusemezana na huyo Mungu? Tutakuwa hapo kwa hiyo nyumba ambayo alinionyesha. Tutakuwa hapo tukisemezana na yeye mpaka asubuhi. Na maneno yako inabadilika. Amina. Njia zako zinabadilika. Amina. Overflow inaanza usiku wa leo. Wewe ukilala ungojee overflow kitandani utashangaa. Maana hakuna mtu anapatanga overflow kitandani. Ukipata overflow kitandani, kitanda yako utakuta inaenea mahali. Can I close? Naweza funga. Bow your head. Namisha kichwa chako. Say, oh God. Sema, Mungu, help me nisaidie to know you, nikujue that you are faithful. Kwamba wewe ni mwaminifu. You are God alone. Wewe ni Mungu. You cannot lie. Huwezi sema uongo. You are not a man. Wewe si mwanadamu. You cannot repent. Huwezi badilika. What you have promised, kile umeahidi, you will make good. Utakifanya wema. It is yea and amen. Ni ndio na amina. In us, ndani mwetu, to the glory of your great name. Kwa utukufu wa jina lako kuu. Father, I pray everyone that has sat under this teaching this afternoon, Baba, naomba yeyote aliyeketi chini ya mafundisho haya adhuhuri hii will never be the same again. hata baki kuwa jinsi alivyokuwa tena. Let the word become alive in them. Wacha neno lako lifanyike uhai ndani mwao. Let faith go beyond every doubt and unbelief. Wacha imani ikue zaidi ya shaka na kutoamini kokote. Lord, let everything be shaken by the word of truth. Wacha kila kitu kikakungutwe na neno la ukweli. That the word will stand. Kwamba neno litasimama. And everything else will fall. Na kila kitu kingine kitaanguka. As we give this afternoon, tunapotoa adhuhuri hii, we are giving to make a declaration. Tunatoa kufanya matamko. That what we are giving is coming back. Kwamba kile tunatoa kinaturejelea. In good measure. Kikiwa kipimo kizuri. Shaken together. Kikiwa kimesukwa and overflow. Na kikiwa kinafurika. Men will put on our bosom. Watu wataweka vifuani mwetu. Lord, you are able to make grace abound. Bwana, una uwezo wa kutukirimia neema. That we will all the time have sufficiency. Kwamba kila wakati tutakuwa na utoshelezaji wa kutosha. I rebuke the spirit of lack. Na kemea roho wa kupungukiwa. It is not our portion. Sio fungu letu. I declare in the name of Jesus. Natangaza katika jina la Yesu. The givers will become receivers. Watoaji watafanyika wapokeaji. I declare in the name of Jesus. Natangaza katika jina la Yesu. The spirit of lack will never have dominion over anyone under the anointing of God. Roho wa upungufu hata kuwa na tamalaki na utawala juu ya yeyote aliye chini ya whoever is sick, na yeyote mgonjwa
Whoever is sick in their body, Yeyote mgonjwa mwilini mwake, I declare health. natangaza uponyaji. Be healed in the name of Jesus. Pona katika jina la Yesu. Whoever has a sick child, I Yeyote declare the child healed. Mtoto mgonjwa, natangaza mtoto amepona. Whoever has a relative sick, I declare them healed. Yeyote ana jamaa wake mgonjwa, natangaza I send the amepona. word of healing. Natuma neno la I uponyaji. send the word of healing Natuma neno la uponyaji to meet those that need healing now. kukutana na wale wanahitaji uponyaji sasa, In Jesus' name. katika jina la Yesu. I know God's people shout a big amen. Watu wa Mungu wote waseme amina kubwa. Amina. Amen. Amina. We are going to give Naenda kutoa by faith. kwa imani. Say, what I'm giving Sema kile natoa is going to change my finances. inaenda kubadili fedha zangu. I am going to have an overflow of money. Nitaenda kuwa na furika kwa hela. How many people want to have an overflow of money? Wangapi wanataka kuwa na kufurika kwa hela? I need an envelope here. Hitaji bahasha hapa. So what do I do with the pen? There is no envelope here. I write it on the. Oh, thank you. Asante. Tell your neighbor, I'm giving without measure. Ambia jirani yako unatoa bila kipimo, Because I'm receiving without measure. kwa maana napokea bila kipimo. Thank you, Jesus. Asante Yesu. This is the 5th month. Huu ni mwezi wa 5. Sadaka yangu lazima iwe na 5 mahali. Lazima iwe na 5. Na kawaida haina. So hii lazima niweke 5. Thank you, Jesus. Asante Yesu. For the Lord is good. The Lord is good. For the Lord is good. Oh, the Lord is good. For the Lord is good. And his mercies endureth forever. Bwana Yesu unaketi hapo. Unataka niwe ninaimba na hiyo ndio kazi yako. Tumeombea sadaka. Naam. Na Asha si wanaanza kuchukua sadaka sasa. Thank you, Master. Asante Bwana mkuu. Say this month Sema mwezi huu is my month. ni mwezi wa Jesus. Begin to walk in that freedom. katika jina la Yesu, anza kutembea kwa No more uhuru. walking in debts in Jesus' Kuna name. kutembea kwa madeni tena katika jina la Amen. Yesu. Amen. Amina. If you made a vow, Iwapo ulitoa nadhiri these 5 months, miezi hii 5, there will be no debt. Debts are going to just melt. madeni inaenda tu kuyeyuka. God has a way to bail us out. Mungu ana jinsi ya I don't know kutukomboa. how he will do it, Sijui atatufanya aje, but I know he will. lakini najua atatenda. Thank you, Jesus. Asante Yesu. The ushers are coming to serve us. Bawabu wanakuja Pastor Luke is going to come and wind up the service. kuhudumia, wakati mchungaji Luka anakuja God bless you. kumatisha ibada. Mungu awabariki. So if you brought your tithe, Iwapo ulileta zaka you made yako, a vow before God, come lay it on the altar ulifanya nadhiri mbele za Bwana, njoo ukailaze kwenye madhabahu, and God will bless you. naye Mungu atakubariki. We appreciate your feedback. For any inquiry, feedback, or complaints regarding JCC TV,
Call us on 0800 000 898 or send SMS to 23378. You can also email us on info@jcc.co.ke. This program is made possible courtesy of the Wilfred Lai Partners. For prayer, inquiry, and partnership, contact us on 0800 000 898 or send SMS to 23378, and our team of counselors will help you.